Sikiliza hii. Naomba utumie neno tatu. Tumia neno tatu kama kiwakilishi katika sentensi. Mimi nilishindwa kwenye mnyamazi. Vitatu vimeharibika. Alright. Naomba utumie neno tatu kama kiwakilishi katika sentensi. Tatu zimeharibika. Alright. Naomba utumie neno tatu kama kivumishi katika sentensi. Moja. Vitabu vitatu. Kivumishi. Kiatu cha tatu kimeharibika. Kiatu cha tatu wamepata wote, makofi kwao. Haya. Gari la kubebea abiria limewasili. Hapo ngatifu imetumika kuonyesha nini? Gari la kubebea mizigo limefika. Au ngatifu inatumika kuonyesha nini? Matumizi. Matumizi. Makofi kwake. Haya. Kwa hivyo tuanze na wewe, ni mshindi nambari 2, jina lako? Aha. Kwa hivyo unajisikiaje kwamba maswali yamekuwaje na umefika kwenye finali? Hebu waeleze wenzako. Alikuwa rahisi. Haya basi chukua zawadi yako. Tumpigeni makofi. Na wewe mwanafunzi mshindi. Unajisikiaje kwamba wewe ndio mshindi wa Chemsha Bongo ya leo? Utaongeaje wenzako ambao labda wanajua Kiswahili na wana uoga, wanakuambia waje mbele hawaji? Uoga ni kawaida, ila tunafahamu watu ambao wana jasiri yani ili kuwa viongozi wazuri wa siku za usoni. Wow, makofi mazuri. Hapo ndio tunaitwa kujiamini, si ndio? Hapo ndio tunaitwa kujiamini. Aina tatu za sentensi. Hapo mwalimu akipata biskuti anapata. Sentensi ambayo ina wazo moja. Wazo moja. Haya, nani jibu leo? Haya, wacha nianze hapa. Uitwaje? Huyu ameshindwa. Na sauti. Anasema sentensi sahihi zawadi. Haya. Sentensi ambayo huundwa kwa muungano wa sentensi sahihi mbili. Hapa tano, zawadi hapa. Sentensi mbili ambayo ina wazo lililokamilika na ile ambayo haijatosheleza kimaana. Huitwaje? Haya. Kwa sauti. Changamano zawadi. Haya. Asingeenda asingempata. Maana hiyo sentensi. Weka mkono juu. Asingeenda asingempata, maana yake ni gani? Kama angesoma kwa Biblia angepita, hiyo basi hakupita maadamu au kwa sababu hakusoma kwa Biblia. Majina ni Michael Gedi katika darasa la 9L.
Nasoma katika shule ya msingi sekondari ya St. Jude. Tumpigie makofi. Haya. Mzee yule alimfanya mtoto adie. Yaani Naitwa Sofiato, grade ya 9A kutoka shule ya msingi ya sekondari ya St. Jude. haya, makofi kote. Haya. Mama yule alimfanya mtoto ale chakula. Hiyo ni maanisha alifanya nini? Alimlisha. Makofi kote. Mazungumzo na mahojiano. Vipengele vya kuzingatia katika kusikiliza mahojiano: maswali ya mtungo au mhasho, na tofauti kati ya nahau na misemo. Tofauti kati ya nahau na misemo ni nahau huundwa kutoka kwa nomino na vitenzi, ilhali msemo huundwa kutokana na nomino. Na tumesoma vipengele tofauti ya kuzingatia katika kuandika insha. Tukasoma pia maana ya ng'oa nanga, hiyo ni nahau, na kinyume cha ng'oa nanga ambayo ni tia nanga. Na tukasoma kuwa negative attitude ni mtazamo hasi na positive attitude ni mtazamo chanya. Acha nikupe kitu kumunye kwa sababu umegonga kipo. Makofi kwake. Baada sehemu ya mazungumzo na mahojiano, maswali ya maamkuzi, vipengele vya kuzingatia katika wakati wa mazungumzo au mahojiano. Baada ya hapo utapata kuna sekta ya vihasho, utungo, tunaingia sekta ya matumizi ya lugha au sarufi. Andika matumizi ya lugha au sarufi, ambapo tutakuwa na alama takriban 15. Takriban alama 15. Hatujaja hapa tuambie bembelezi, bali tuwaelekeze kidogo namna jongoo, macho, kipofu kama jongoo. Katika muktadha huu nimetumia methali ya chelewa zilikosesha jongoo macho, na nimetumia tashbihi katika sekta hiyo. Makofi. Wapi makofi hapo?